mamlaka yako ni nini? Bwana asifiwe. Na mimi tumeshajifunza mambo kadha wa kadha hapa ambayo yanahusiana na mamlaka yetu. Jioni ya leo tunaenda kuangalia baadhi ya watu ndani ya Biblia au baadhi ya watu ambao wameandikwa walioweza kutambua mamlaka yao walioitiwa. Tulijifunza kwamba mamlaka yanatokana na wito wako na huduma yako ulionayo na kazi unayoitenda. Hamna mwenye mamlaka asiyekuwa na kazi ya kufanya. Kwa hiyo mamlaka yako inadhihirika kwa kile unachokifanya na unachokitenda na kinachotokea. Ukimwona polisi ana mamlaka ya ulinzi, kwa kazi yake ni kulinda watu. Ukiona amevaa ile sare ya upolisi, ujue inawakilisha kazi anayoifanya. Kwa hiyo hamna mtu mwenye mamlaka ambaye ana kazi ya kufanya. Polisi au wanajeshi ni mfano mzuri. Wao hadi wana nguo zao za kazi. Tukienda kwa madaktari pia unakuta wana nguo zao za kazi. Hawezi ukaa ni daktari ukavaa vyovyote unavyojisikia hospitalini. Hawezi ukaa ni askari au mwanajeshi ukavaa vyovyote unavyojisikia na ukajipanga kwenye mstari wa gwaride. Bwana asifiwe. Ni lazima uvae sare inayoendana na kazi yako unayoifanya. Unaona trafiki watu mwingine amevaa nguo nyeupe, yuko barabarani, hana bunduki, hana silaha, kunyosha tu mkono hivi ameshikia kirungu mkononi wakati mwingine. Ila gari linasimama hata kama linalinganaje. Huyo anafanya kazi ya trafiki barabarani. Mamlaka yake yanatambulikana kwa ile hata sare ambayo amevaa. Sio kwamba kwa nguvu zake za mwili anaweza akalizuia gari lisimame, ila kwa cheo, kazi anayoifanya, wadhifa alionao wakati huo, si ndio? Ndio unasababisha gari hata dereva akimwona asimamishe gari. Lakini akishavua zile nguo, hata kama alikuwa ni trafiki akalisimamisha gari, pengine ile gari inaweza ikafanya likamgonga, inasema wewe ni jambazi, ni muuni tu. Kwa hiyo hata na mavazi pia yanatambulisha. Kwa hiyo mavazi yanatambulisha kazi ya mtu anayoifanya. Kwa hiyo mamlaka yanasimama kwa ule utumishi unaofanya katika ulimwengu wa roho. Wewe umeokoka kweli, ni mwana wa Mungu. Wewe unafanya nini? Utumishi wako ni nini? Kazi yako nyumbani mwa Bwana ni nini? Hiyo inawakilisha mamlaka yako hapa duniani. Yaani tukiwa kanisani, wengine Mungu amewapa huduma ya ushemasi. Kwa hiyo tunakuwa wakati mwingine makanisani wako wanavaa vitambulisho. Ukimwona mtu amevaa kitambulisho hapa kimeninginia, unakuwa ushajua kwamba huyu ni shemasi huyu. Kwa hiyo kila mmoja anatambulikana kwa mamlaka yake alionayo au kwa huduma anayoitenda, ndio inawakilisha mamlaka. Sasa leo tunaenda kuangalia watu kadhaa ambao wao waliweza kutambua mamlaka yao au wito ambao Mungu aliwaitia. Aidha ni kwa kutambua wao wenyewe au ni waliambiwa na Mungu mwenyewe. Amen. Wakati tunajifunza zile hatua 5 au njia 5 za kufanya wewe ujue mamlaka yako, ipo njia ya kumuomba Mungu akupe ufunuo. Bwana asifiwe. Ila pia kuna njia ya kuambiwa. Yaani unaweza ukawa ujui kama wewe ni mwimbaji. Unaona kwamba wewe unaimba haleluya sanana yawe, lakini mtu akikusikia anasema yule dada yule kaka isia ana kipawa cha uimbaji ndani yake. Sasa tufanyaje tuje kumsaidia? Kwanza ni kumwambia kwamba wewe hapo unapojiona wewe una kipawa cha uimbaji. Amen. Mwingine anaweza akasimama hapa kufundisha ukoshajua huyu jamaa ana kipawa cha walimu ndani yake. Pengine anaweza kana kufundisha lakini hajui. Bwana asifiwe. Mtu wa kwanza ni Musa. Bwana asifiwe. Musa alitambua mamlaka yake. Amen. Musa alitambua nafasi yake. Ndio maana kule mwanzo hata Mungu hajamwambia Musa anaona wana wa Israeli wanaonewa na Wamisri, si ndio Musa roho yake inauma, na tunajua kwamba Musa yeye alikuwa anakaa kwa Farao. Mara ya mwanzo Musa naona Mwisraeli anaonewa, anateswa, wanagombana, anaenda kumsaidia, roho yake inauma, anajua kwamba huyu ni mwenzangu. Alienda akasimama akapigana na yule Misri akamuua na akamfukia kwenye mchanga. Sasa wakati amemaliza kumpiga na kumua, kuna watu walimshuhudia wakamuona. Sasa alipoona kwamba watu wameshamuona, ikabidi akimbie. Ndio ilikuwa ni mwanzo wake wa kutoka kwa nani? Kwa Farao. Kwa hiyo Musa, wivu wa Bwana wa kuwaokoa, kuwasaidia taifa la Israeli kama kiongozi mkuu, kuwatoa ndani ya taifa la Misri, ulianza mwanzo hata kabla Mungu hajamwambia. Na sijui kama mama yake aliweza wakati ule anamnyonyesha, kwa sababu alipata neema ya kunyonyeshwa na mama yake. Sijui kama mama yake alimwambia kwamba wewe unatakiwa uokoe wana wa Israeli, unatakiwa watoe Israeli utumwani.
Mimi nafikiria kumwambia, hakuna muda mwingi wa kumweleza. Pengine mama alimuona kama watoto wengine, si ndio? Ila alipata neema ya kuishi kwa Farao, ndio. Kwa alikuwa anajua siri nyingi sana zinazopangwa juu ya kuwatesa Waisraeli. Na yeye pengine mama alichomwambia tu kwamba wewe ni Mwisraeli, wewe sio Misri. Pamoja na kukaa kwa Farao, pamoja na kupendwa na binti yake Farao, pamoja na mimi nimekunyonyesha. Baada ya kunyonyeshwa, Musa alienda kukabidhiwa kwa binti Farao. Maana yake Musa akaenda tambulika kama miongoni mwa watoto walioko ndani ya familia ya Farao. Lakini haikumzuia Musa, wewe fikiria, anakaa ikulu, lakini akimzuilia kuona watu wa chini kwamba wananyanyasika na anayo kazi ya kuokoa. Amen. Kwa kile kitu Mungu alikiweka mwanzo kwenye uumbaji wa Mungu. Mungu alimuumba Musa kwa design hiyo. Bwana asifiwe. Kwa na wewe umeumbiwa na kusudi fulani. Lile kusudi ndio linatambulisha mamlaka yako. Musa tunaona anaendelea mbele, anatoweka kwa Farao. Katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 3 na mstari wa 10, tuone sasa Mungu hapa anaamua kumtuma Musa, ila ilikuwa ni wito wake tangu mwanzo. Neno la Bwana linasema, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Mungu anaamua kumtuma Musa. Ukisoma kwenye hii sura ya mwanzo kabisa huku, tunaona kwamba baada ya Musa kutoka kule kwa Farao akaanza kuishi maisha ya kawaida kabisa. Kumbe kwenye kumtumikia Mungu, mamlaka yako yanaweza yasitimiwe wakati huo. Unaweza ukazaliwa ukafikisha hadi miaka 50, kile kitu ambacho Mungu amekuitia hujakitenda. Bwana asifiwe. Musa tunaona alitoka juu akaenda kuwa mchunga kondoo wa mkwe wake Yethro. Lakini kwenye kuchunga kule, siku moja ameenda kuchunga, pengine Mungu aliona sasa huyu Musa akibaki kwenye kuchunga kondoo tu ataweza kushindwa kufanya kile ambacho nimemuitia. Lakini Musa za kuchunga kondoo alikuwa anajifunza pia maisha ya kuliongoza taifa la Israeli miaka 40 katika kulichunga, maana Musa alikuwa ni mchungaji yeye. Lakini pia Musa pia alikuwa ni nabii. Musa sio kuhani, Musa sio mchungaji tu kama ambavyo aliwachunga wana wa Israeli. Popote pale ulipo Mungu anaweza akakuita. Popote pale ulipo Mungu anaweza akakutana na wewe. Maana yake anataka urudi ndani ya kusudi lake. Bwana asifiwe. Mungu akamtokea Musa kwenye mti unaowaka moto usioisha. Musa akaanza kuogopa, lakini baadaye mstari wa 10 Mungu anaanza kumwambia, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu wao wana wa Israeli katika Misri. Bwana asifiwe. Kwa mamlaka ya Musa wakati huo kuenda kuwatetea wana wa Israeli, kuwatoa kwenye utumwa, yalisimamiwa na Mungu mwenyewe. Ndio maana tunasema kwamba mamlaka yako ya kiroho unapewa na Mungu. Lile kusudi ambalo umeumbiwa, Mungu ndo analiweka ndani yako. Tunamuona Mungu anakutana naye, anamwambia sasa, wakati umewadia, wakati umetimia kwa wewe kwenda kuwatoa wana wa Israeli utumwani. Na akamwambia hautakii kuanzia chini, hautakii kuanzia level ya chini kwa watu huko, hapana. Mungu anamwambia Musa kwamba uende uanzie juu kabisa. Kwa nani? Kwa Farao ambaye alikuwa ni kiongozi mkuu, ambaye alikuwa ni mfalme. Leo tunaweza tukasema ni rais, japo kuna nchi ambazo bado zinaongozwa na ufalme. Musa anaanza kujitetea, anajitetea. Basi kusudi la Mungu linathibitika kweli. Musa anakubali mwito wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Musa anakubali kutii sauti ya Mungu aliyoambiwa, na Mungu anaanza kumpa vigezo. Bwana asifiwe. Jinsi ambavyo ataweza kuwatoa wana wa Israeli kule utumwani. Mungu akikuita anakupa na njia za kufanya wito wako. Bwana asifiwe. Anakupa njia za kudhihirisha mamlaka aliyoweka ndani yako. Haleluya. Kwa hiyo Musa huyu alisimamia mamlaka haya ambayo Mungu alimuitia. Kazi ambayo alimuitia Mungu kubwa ni kuwatoa wana wa Israeli kwa nani? Kwa Farao, maana yake Misri. Na tunaona Mungu kama kweli ni mwaminifu. Mungu hakumwambia uende watoe wana wa Israeli na uwafikishe Kanaani. Alimwambia usome huo mstari vizuri. Haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Awatoa wapeleke wapi sasa? Safari ilikuwa ni kwenda wapi? Kanaani. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Musa uende kuwatoa wana wa Israeli, uwatoe Misri mpaka wafikishe Kanaani. No,
maneno ya Mungu yako smart. Ndio maana Mungu anasema anaujua mwisho wako tangu mwanzo. Mungu anajua maisha yako tangu mwanzo, tangu kuumbwa kwako. Yeye anajua mwisho wake. Kwa hiyo Mungu alikuwa shaona kwamba huyu Musa aweza akafika. Kazi yake Musa kubwa sana ilikuwa ni kuwatoa wana wa Israeli wapi? Utumwani. Sasa na wewe kuna kazi ambayo Mungu amekuitia. Wewe unaitoa, umeitiwa na nini? Na itakuwaje? Musa hakutaka kwenda mwenyewe kwenye huu wito. Alikuwa anajua kwamba hii ni kazi ngumu. Anaanza kumwambia Mungu. Mungu anaanza hata kumpa ishara kwamba hata kama uamini sauti yangu ninavyokuambia, basi hata jaribu kurusha hiyo fimbo yako chini uone itakuwaje. Musa anarusha hiyo fimbo, inageuka kuwa nyoka. Amen. Halafu anaenda anaishika mkia, inakuwa fimbo mikononi mwake. Na inakuwa vile vile. Ndio ulikuwa ni muujiza wa kwanza kwa Farao. Nafika kwa Farao, Bwana amenituma. Hivi nafikiri Musa hakuwa ni mtu wa kujieleza sana. Kwa alienda anamwambia, Bwana amenituma kwako. Ninaomba wana wa Israeli twende nao kumfanyia Mungu ibada jangwani. Amen. Akumwambia kwamba nawatorosha na chukua Kanaani. Alimwambia tunaenda jangwani kufanya ibada. Farao anakuwa na roho ngumu kabla hajakaa sawa kudhibitisha kwamba ni Mungu aliyekuwa amemuita, Mungu aliyekuwa amemtuma. Akarusha ile fimbo mbele za Farao. Ile fimbo ikageuka kuwa nini? Nyoka. Bwana asifiwe. Na Farao akasema na mimi naweza nikafanya muujiza huo. Amen. Wakarusha fimbo zao chini na zenyewe zikageuka kuwa nyoka. Lakini kusudi la Bwana linatimia. Ukiwa ndani ya Bwana, Mungu anasimamia mamlaka yake aliyoweka ndani yako. Mungu anasimamia kazi yake ambayo amewekeza ndani yako. Nyoka wa Musa anawameza wale nyoka wote. Bwana asifiwe. Maana wale nyoka wengine walikuwa ni wakichawi. Na sisi jioni ya leo tutambue mamlaka yetu ni nini. Mamlaka ya Musa ilikuwa ni kuwaokoa watu hao kutoka wapi? Kutoka Misri. Mamlaka ya ukombozi. Musa alikuwa na mamlaka ya nini? Ya ukombozi, kuwakomboa watu. Ndio maana Musa anataka kufananishwa na Yesu. Yako mamlaka mbalimbali mengi sana ambayo unatakiwa wewe uwe nayo na uyasimamie na uyatende. Je, utafanyaje? Ni kwa kumsikiliza Mungu. Musa alimsikiliza Mungu. Tumwangalie Yoshua. Yoshua yeye alikuwa na mamlaka ya uongozi. Musa alikuwa na ukombozi na uongozi, maana yeye ndiye aliwatoa mikononi mwa Farao. Lakini Yoshua yeye alikuwa ni kiongozi. Yeye alikuwa na mamlaka ya kuongoza. Baada ya safari ya Musa kuishia njiani, hajaweza kufika Kanaani, si ndio? Mtu ambaye aliendeleza ile safari alikuwa ni Yoshua. Ni watu wawili tu walioanza safari ya Israeli, ya wana wa Israeli kutoka Misri mpaka Kanaani. Ni watu wawili tu, Yoshua na Caleb. Hawa watu pengine wale safari inaanza, akina Yoshua na Caleb bado walikuwa ni watoto wadogo. Amen. Kwa miaka 40 kuja kufika, akina Yoshua hao walikuwa ni watu wazima tayari. Lakini miaka 40 pia inajumuishwa ni ndani ya katikati ya kifo cha Musa. Kwa miaka 40 inatimia wana wa Israeli walipofika Kanaani kabisa, si ndio? Sasa mtu ambaye aliendeleza uongozi wa kuongoza wana wa Israeli pia alikuwa ni Yoshua. Yoshua alitambua kuwa baada ya Musa, yeye ndiye amepewa jukumu la kuwaingiza watu katika nchi ya ahadi. Yoshua alitambua kwamba yeye baada ya jukumu la Musa kuisha, kazi ya Musa kuisha, basi mimi ndo naendelea. Mimi hapa ni mchungaji, ndo nimeanza hii huduma, si ndio? Lakini nyuma yangu huku kuna wachungaji wengine. Nyuma yangu kuna wachungaji wengine. Mimi nitafanya kazi yangu, muda ukiisha watu wengine wanakuja wanaendelea. Kwa na Musa alifanya kazi ile, muda wake ukaisha, ndio? Yoshua akafanyaje? Akaendeleza. Sasa na wewe tamani kuwa Mungu akutumie kwamba hata unapotoka watoto wako pia waendeleze. Akina Yoshua na Caleb wao walikuwa ni watoto kama watoto wa Musa, si ndio? Wakaendeleza kazi. Kwa Yoshua yeye alipewa kuongoza wana wa Israeli, alitambua. Mungu hapo kitabu cha Yoshua 1:2. Tutaanzia mstari wa kwanza. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema. Tunaona kwamba kumbe Yoshua yeye alikuwa ni mtumishi wa nani? Wa Musa. Kwa Yoshua yeye
alijifunza uongozi kutoka kwa Musa. Alikuwa anamwangalia nani? Musa. Ndio maana tunajifunza kwamba mamlaka Mungu anakupa, lakini unaweza ukajifunza kwa watu pia wanavyotenda. Yaani leo ukitaka kuwa mchungaji, lazima uangalie wachungaji wengine wanafanya nini. Ukitaka kuwa mwimbaji, lazima uangalie waimbaji wengine wanafanya nini. Sio lazima ukopi na upesi kile ambacho unakiona kule, ila unaangalia wanavyofanya. Mchungaji anakaaje, anaongeaje, si ndio? Anaombaje, si ndio? Ndio maana kila mmoja katika ulimwengu wa hapa duniani ni lazima uwe na role model wako, uwe na mtu wa kujifunza kwake. Amen. Watu wote, vitu vyote unavyoviona duniani vinaendelea, kuna role model, kuna watu walianzisha hivyo vitu. Una biashara, ni lazima ujifunze kwa watu waliofanikiwa. Yule mtu kuwa vile alikoje, sio lazima ya kuambia ukopi na upesi, si ndio? Kwa tunaposema ukopi na upesi, hapo unaweza ukachukua na njia mbaya ambazo yeye alizitumia kufanikiwa. Sio mpaka na wewe uzitumie. Yeye anaweza kukwambia mimi kufanikiwa hivi, si ndio? Anaweza kani mtu ambaye hajaokoka anasema mimi mwanzo nilitafuta dawa, sijui nini, nikaanza biashara, lakini mimi nikaanza kuheshimu pesa. Yaani nilipokuwa napata pesa na ziheshimu na zitunze. Kocha ya kujifunza pale sio una wewe kwenda kutafuta dawa, wewe una Yesu, si ndio? Heshimu sasa kile alichokuambia, kutunza nini? Pesa. Ila pia kuna na watu ambao wameokoka na mtu wa Yesu wamefanikiwa, ndio wana biashara, wana maduka ya jumla. Nenda waambia, ataanza kukwambia mimi nilimheshimu Mungu katika kutoa fungu la nini? La 10, nikaa mwaminifu kwa Mungu zaidi ya miaka 20. Mungu akaja kunibariki hivi. Bwana asifiwe. Kwa unaweza ukajifunza, kumbe na mimi nimeokoka hapa. Nikitaka nifanye biashara nzuri, lazima nimheshimu Mungu kumtolea. Amen. Hiyo ni jambo zuri na unaweza kufanya vile Mungu akakufanikisha. Amen. Kwa tunaona Musa, yeye nguvu ya uongozi, mamlaka ya uongozi aliyokuwa nayo ni kwa sababu alijifunza kwa nani? Kwa Musa. Yoshua alijifunza kwa Musa. Ila pia na Musa alijifunza kwa Farao, lakini sio kwamba alikopi vile vitu vyote. Ndio maana Mungu alimchagua kwanza, akamweka kwenye uongozi wa juu, kwa akawa anajua mifumo ya nini? Ya uongozi. Amen. Ndio maana viongozi wa sasa duniani wanaenda kusoma. Amen. Zipo degree za uongozi, zipo PhD za uongozi, za kujifunza mambo ya uongozi. Ukitaka kuwa mwanasheria, ni kweli Mungu ameweka uwezo wa kukariri, uwezo wa kujua mambo, uwezo wa kutetea watu, lakini lazima kwa dunia sasa usome, uwe na vigezo. Kwa utaenda kujifunza kwa watu, aidha wameokoka hawajaokoka. Kwa hiyo na Musa alijifunza mfumo wa uongozi kutoka kwa Farao. Uongozi hauwezi ukaja hivi tu. Alipoangalia watu wanapotenda kazi kwa Farao, Farao mwenyewe anapotenda kazi, si ndio? Farao mwenyewe anapotreat watu, si ndio? Naye akawa kumbe kuwasimamia watu inaweza ikani hivi, si ndio? Farao yeye alisimama kuwatesa watu, alisimama kuwatesa Waisraeli, si ndio? Haukuwa utawala mzuri wa Farao, lakini ndani ya mabaya kuna na mazuri pia. Kwa na Musa alijifunza pale. Kwa tunaona na Yoshua anakuja kwenye nyayo za nani? Za Musa, anaanza kujifunza. Kwa na wewe kwenye huduma yako ambayo Mungu amekuitia, lazima uwe na sehemu ya kujifunza. Hauwezi ukaa na mamlaka hivi hivi. Mimi ni shemasi. Mashemasi waga wanafanya nini? Mimi ni mzee wa kanisa. Je, wazee wa kanisa waga wanafanya nini? Mimi ni mwimbaji. Je, waimbaji waga wanafanya nini? Mamlaka yako inasimamiwa na utumishi wako. Amen. Sasa lazima ujifunze namna nzuri ya kutawala kile ambacho Mungu amekupa, Mungu amekuitia. Haleluya. Hawezi ukafanyika imara hivi, ukawa kiongozi mzuri hivi, ukawa mchungaji hivi. No. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Mungu akamwambia Yoshua, si ndio? Tunaona Mungu anamwambia Yoshua, anamwambia Musa mtumishi wangu amekufa. Sasa basi hicho kijiti unakishika wewe, na anampa na yeye kazi pia ya kufanya. Mamlaka yanasimama kwenye kazi ya kufanya. Musa amempa kazi ya kuwatoa watu utumwani, kuwatoa mikononi mwa Farao. Amen. Musa amesimama kwenye bahari ya Shamu, bahari mpaka ikagawanyika. Huyo ni Musa. Musa ameomba mbele za Bwana, maana inashuka jangwani.
Ni Musa huyo. Musa wanaweza wanalalamika, wanasema tunataka nyama. Musa anaomba, Mungu anashusha mvua ya kware. Bwana asifiwe. Musa anasema tuna kiu. Musa anasimama anamwomba Mungu. Anagonga mwamba, maji yanafanyaje? Yanatokea, watu wanakunywa. Amen. Hizo zote zilikuwa ni kazi za Musa. Ni kiongozi lakini pia ni mchungaji. Alikuwa anajua kuwakea watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kona Yoshua baada ya kuitwa, Mungu anaanza kumwambia Musa, mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka. Hiyo ni amri. Vuka mto huu wa Yordan. Kwa hiyo walikuwa wamefika kwenye kizuizi cha mto wa Yordan. Kazi ya Yoshua inaanzia hapo. Bwana asifiwe. Kwenye mto Yordan. Ni mto mrefu kwa kina kwenda chini. Anamwambia vuka mto huu wa Yordan, wewe na watu hawa wote mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Ipo nchi ambayo Mungu alikuwa shaiandaa, mwende mpaka nchi niwapayo wana wa Israeli. Ile nchi ya Kanaani, nchi ya babu yao. Babu wa Waisraeli ni Ibrahim. Bwana asifiwe. Huyu ndo alishawahi kuishi Kanaani. Kwa anawaambia mtoke mpaka mrudi kwenye nchi ya babu yenu. Nani? Ibrahim. Ibrahim alipotoka Harani kwenye kitabu cha Mwanzo, alienda mpaka Kanaani. Amen. Kwa maisha ya utawala wa Ibrahim ulikuwa ni Kanaani. Tafuta sehemu ya kusimamia mamlaka yako. Joshua anapewa kazi ya kuwavusha watu Yordan. Joshua anapewa kazi ya kuvunja ukuta wa Yeriko. Hiyo ilikuwa ni kazi ya Joshua. Anaongoza wana wa Israeli kuzunguka mara 7 wakiomba ili wavunje hiyo ngome ya ukuta wa Yeriko. Yordan wameshatoka, lakini kuna Yeriko. Bwana asifiwe. Joshua anaendelea kusimama kupambana na manefili, watu waliokuwa na tawala kwenye yale mazingira ya Kanaani majitu. Tunaona kuna wapelelezi 12 walienda kupeleleza, si ndio? Wanasema tumewaona watu kama majitu makubwa, sisi tumekuwa kama mapanzi. Sio kwamba wale watu hawakuwepo kweli, wale watu walikuwepo, si ndio? Sio kwamba wale watu kweli hawapona, waliona kwamba kuna watu ambao ni tofauti na sisi. Lakini hawa Yoshua na Kalebu walipoenda, wakaja na taarifa njema. Hautaki kuona kama jinsi adui anavyoona, si ndio? Unatakiwa kuona jinsi Mungu anavyoona. Ni kweli hawa Yoshua na Kalebu waliwaona na wale watu pia, lakini taarifa yao ilipokuja walisema maneno ya ushindi. Bwana asifiwe. Kwamba kule tumeona nchi yenye maziwa na nini? Na asali. Kwa Mungu akashaona mmoja wapo, wewe Yoshua, wewe unaweza ukanifaa sana. Haukuona kama wale watu 12 wa kwanza. Nimeona sawa sana mimi ninavyoona. Kwa wameenda kule, wamevunja ukuta Yeriko kweli, lakini wanaanza kukabiliana na Waiti na Wayebusi na Wagirigashi, si ndio? Hao ndo makabila huko kwenye ile Kanaani. Hao ndo Wakanaani. Wakanaani wanatokana na uzao wa Nuhu, si ndio? Kule kwenye migawanyiko kuna watoto wanayekuja kuzaliwa, mmoja anaitwa Kanaani. Ndio Kanaani huyu, si ndio? Kwa haya majina ndani ya Biblia tunayoyaona ni majina ya watu tu. Anaanza kupambana na makabila ya huyu Kanaani ambao miongoni walikuwepo Waiti, Wayebusi, si ndio? Na wengine karibu. Kwa Musa anaanza kupambana na majitu yale kweli. Tunaona mapambano yanaendelea mpaka Musa anafika wakati, Joshua anafika wakati jua linasimama ili waweze kushinda. Ni nchi ya baraka. Maana mpaka na waleo bado Israeli inagombaniwa. Vita ambavyo vipo sasa vinagombana kati ya Irani, Israeli na Marekani ni kwa ajili ya Mwisraeli. Umeelewa? Yaani mpaka leo vita haijaisha kuisha. Lakini wakati mpaka hapa tunapoongea vita ndipo vinapigwa Israeli na Irani na ndio. Hebu naelewa. Ila kwenye Biblia alisema ni nchi ijayo maziwa na asali. Na ni kweli ndani ya Israeli kuna vitu vizuri vinaendelea. Wazee ndio wanasaidia teknolojia kubwa ya dunia. Kwa maziwa na asali hapo kweli. Lakini sasa huwezi ukapata maziwa na asali hivi bure. Lazima ng'ombe umkamua kupige teke wakati mwingine, si ndio? Lazima nyuki akung'ate mikono. Amen. Walianza kupambana na watu. Mapambano yameendelea. Joshua anasimama kama kiongozi, anatenda muujiza mkubwa ambao hamna mwanadamu ambaye anaweza kufanya. Kusema nchi jaa maziwa na asali, sio kwamba asali zilikuwa kwenye miti zinadondoka au maziwa kuna sehemu unaenda unachota kwenye mto. No, ni nchi ya ahadi, kuna baraka hapo. Maziwa na asali ni lugha tu inayotafsiri kwamba pale kuna baraka. Ndo madhabahu yenu ya mwanzo ilipo, madhabahu ya Betheli. Haleluya. Ndo babu yenu alipo, ndo ukoo wenu ulipo.
Kwa hiyo tunamwona Yoshua amesimama kama kiongozi. Wewe unasimama kama nani? Wewe unatakiwa usimame na wewe kwenye wito Mungu aliokuitia. Tunaona hawa watu wote Mungu alikuwa anawaita, anaweka mamlaka ndani yao, anawaambia ondoka, anawaambia nenda. Zile ni amri, ni mamlaka ya Mungu anayaweka. Mungu anapomuita mtu amtumikie angu kumbembeleza. Tunamwona Musa kumbembeleza kwamba ninakubembeleza sasa Musa, Musa mwanangu, Musa mtoto wangu, nenda. No, anamwambia nenda ukawatoe watu wangu kwa Farao, nenda ukawatoe watu wangu utumwani. Haleluya. Anamwambia Yoshua, wavushe watu wangu katika mto Yordan. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Anasema kila nyayo zitakapokanyaga za miguu yenu nimewapa nini? Kumiliki. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Waiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au mkono wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anampa maelekezo kwamba uende sawa sana Musa mtumishi wangu alivyokuelekeza. Kuna maelekezo Musa alikuwa anampa Yoshua, alikuwa anamridhisha, alikuwa akijua, alikuwa akijifunza kwake, si ndio? Anamwambia uwe hodari, uwe shujaa. Na wewe katika wito wako, katika kazi Mungu ambaye amekuitia, katika utumishi ambao Mungu amekuitia, unatakiwa uwe shujaa, uwe hodari. Katika safari ya wokovu ambao umepewa, unatakiwa uwe shujaa, usimame, usiogope, uwe jasiri kama Yoshua. Na tunaona kwamba Yoshua haya maneno aliyaishi, haya maneno aliyashika, haya maneno yalikaa ndani ya moyo wake. Na anasema na kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Zile sheria 10 ambazo nilikuwa nimempa Musa zikae pamoja na wewe. Haleluya. Kwa Yoshua aliendana sawasawa na maelekezo ya Mungu, ila pia na maelekezo ya Musa kiongozi wake. Bwana asifiwe. Hawezekani ukafanyika mwenye mamlaka hivi. Hapa tunaona kuna nguvu ya kutii. Yoshua alikubali kutii, Musa alitii. Haleluya. Kwa hiyo ili uweze kuwa mwenye mamlaka lazima utii. Ukubali kufanyaje? Kutii. Kwa hiyo maneno Mungu anamwambia Yoshua, lakini Yoshua anayakubali na anayatii. Amen. Yoshua anayazingatia. Na wewe kwenye kazi ambayo Mungu amekuitia, inabidi uzingatie, usimame. Hawezi ukafanyika mwenye mamlaka kama hauna nguvu, kama hauna nguvu ya kusema, kama hauna nguvu ya kujisimamia. Kiongozi lazima ukubali kuwa na nini? Na ujasiri. Kwa na wewe hapo ulipo ni kiongozi wa watu wengine. Maana baada ya hapo naanza kwanza kuitwa mchungaji na ujawa mchungaji, naanza kuitwa mwinjilisti na ujawa mwinjilisti, si ndio? Unaanza kuitwa huduma yote ile nzuri, si ndio? Na ujawa vile. Ila ni kwa sababu watu wanaona matokeo yako, wanaanza kuona tofauti yako. Bwana asifiwe. Kwa na wewe uweze ukafanyika kwa mwenye mamlaka ndani ya wokovu kama hujakubali kuendana na Mungu anaposema. Anayetupa mamlaka sisi ni Mungu mwenyewe, na Mungu akikuita anakupa na maelekezo yote nini cha kufanya. Kwa tunatakiwa tuombe ufunuo mbele za Mungu. Mungu atuambie. Musa alipata ufunuo hivi. Musa alikuwa anafunga siku 40. Anazungumza na Mungu. Biblia inasema uso wa Musa ulikuwa unakuja unang'aa, unawaka. Na Yesu mwenyewe alikuwa anafunga, anaomba, anakesha milimani anaomba. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini kila siku alikuwa anaomba. Anazidi kusimamia mamlaka ambayo anayo ya kukomboa ulimwengu. Jumaa tuliona hapa, aliwaacha wanafunzi wake, hakwenda kulala yeye, hakwenda kula misele, na yeye alienda kufanya kuomba huko mlimani peke yake usiku. Hao wanafunzi wanasafiri kwenye boti, lakini baadaye anakuja kuwasaidia. Kwa na Yesu alikuwa anatafuta upako. Ndio maana kile kitu ambacho alikuwa anakiongea kilikuwa kina ufunuo.
Amen. Haleluya. Hawezi kupokea nguvu ya Mungu kule jirani hivi vya kuja laani sana ukasali na ukaondoka, ukaja Jumapili ukasali ukaondoka, ukaimba sifa yaani wote kupata nguvu ya Mungu kwa KCS. Yaani inawezekana. Ndio. Mpaka ukichuni kumtafuta Mungu ili upate nguvu ya Mungu ndani yako. Na jamii sana na watu wengine wote wanasali. Mungu amekuja kwenye huduma fulani. Sasa ili huduma yako izidi kuwa vizuri, ni lazima ujue njia za Mungu ambazo amekuelekeza ufanye. Haleluya. Unaweza ukaa shemasi lakini shemasi waoge. Shemasi kweli. Tukiita mashemasi ndio hapa.